nikiwa na huzuni, nikitafuta njia ya kaburi, kaburi la huzuni. Lakini sauti ikasema, hayuko hapa, amefufuka. Na moyo wangu ukajua, nami nimefufuka. Jiwe limevingirishwa, tumaini limerudi. Ushindi ni wa uhakika. Ndio, kaburi limeshindwa, mimi nimepona. Yesu alishinda, nami nimepona. Aibu imeondoka, ushindi ni wangu. Nimefufuka na sitarudi tena. Kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, nikukaribisha katika sehemu ya pili ya somo hili linalohusiana na habari ya Yesu kufufuka siku ya 3 baada ya umauti wake. Naendelea kukukaribisha katika kipengele ambacho natamani kuzungumza na wewe kwa habari ya Kristo hayupo tena kaburini. Na wewe usibaki pale. Kristo hayupo tena kaburini, na wewe hautakiwi kubaki hapo. Mfalme wa amani, ninakushukuru kwa ajili ya sehemu hii ya pili ya somo hili. Ninasema asante kwa sababu ninajua unazungumza nasi katika lugha ya kawaida sana, lakini nina uhakika unafanya mabadiliko makubwa ambayo kwa hakika wanadamu na marafiki wenzetu wasingeweza kuyafanya ndani ya mioyo yetu. Ninaomba utusaidie kusikia ujumbe wa neno lako, utusaidie kuupokea sawa sawa na kusudi lako. Ni katika jina lipitalo majina yote, jina ambalo limetukuka, na jina ambalo mauti ilishindwa kulishikilia, jina ambalo mauti ilishindwa kuiweka kwenye historia yake, ya kwamba ili jina limekaa kwenye mauti milele. Tunaomba haya tukiwa tuna hakika ya kwamba jina hili lina nguvu na ni ufunguo, ni master key katika kila eneo la maisha yetu yaliyokuwa yamefungwa. Lihimidiwe na kupewa sifa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji, kama nilivyotangulia nilikuonyesha katika kipengele kilichopita ya kwamba kizazi chetu kimejaa simu zenye kasi, kimejaa matukio yenye kasi, taarifa kila dakika, lakini mioyo ina ukavu wa roho. Kila mtu anaonekana hai mtandaoni kwenye mawasiliano, lakini ndani kuna huzuni zisizosemwa. Unaweza ukaona watu wamepiga picha, wameweka kwenye Instagram, wameweka kwenye Facebook kana kwamba wana amani, lakini ukifuatilia nyuma ya pazia, mioyo yao imebeba machozi mengi, mioyo yao imebeba dhuluma nyingi, mioyo yao inalia. Pasaka haikufika tu kutufurahisha, lakini nikuambie ndugu msikilizaji, Pasaka imekuja ili kutufufua, ili tuweze kufufuka tena, ili kuachana na makaburi ya chuki mioyoni, ili kuachana na kupoteza muda, makaburi ya kupoteza muda bila sababu. Tuachane, tusikae katika hali ya kutekwa tena. Yesu alikufa kweli, hakubaki kaburini. Ni kweli alikufa, lakini hakubaki kaburini. Ningeweza kusema kwamba ni kweli, inawezekana kabisa umepigwa, umenyanyasika, umelelewa katika nyumba ambayo
kila ukikumbuka machozi yanakutoka. Lakini hiyo sio mwisho. Yesu alikufa, kweli alikufa, lakini alifufuliwa siku ya tatu. Na ujumbe wako leo hii ni huu: kama Yesu alifufuka, basi na wewe ondoka kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli ndoa yako haina historia nzuri sana, imejawa maumivu makali. Tungekupa nafasi ya kueleza kile ulichokipitia, yamkini tungeanza kulia pamoja nawe. Lakini nataka nikuambie, kama Yesu alilia, aliumizwa, alidhihakiwa, basi na wewe ondoka, simama tena, kwa sababu kuna ujumbe wako hapa, ya kwamba yaliyokupata kwenye maisha yako sio mwisho wako, sio hatima yako. Ilikuwa ni kwamba umepita ili uibuke upande mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ufufuo wa kizazi kilichozika utu wake, tunazungumza katika perspective hii ya kijamii na kifamilia na kindugu na kiukoo, lakini pia hasa katika kiuhusiano. Nasema ufufuo wa kizazi kilichozikwa, katika kizazi cha likes, kizazi cha followers. Utu wetu lazima tuangalie umezikwa wapi. Ni muhimu sana kuangalia umezikwa kwenye maarifa, umefunikwa na visasi, unaona umefunikwa na ujinga, umeona umefunikwa na kukimbizana na vitu visivyokuwa na maana. Nikuambie wazi na kwamba Kristo hakufufuka ili tukumbatie aibu. Alifufuka ili tukumbatie rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Israeli walivyotoka Misri kwa damu ya mwana kondoo, sisi tunaitwa kutoka kwenye tamaa ya kukubalika na watu. Tunaitwa kutoka kwenye hofu ya kukataliwa na watu. Tunaitwa kutoka kwenye historia ya kushindwa mara ya mwisho. Hatuhitaji kusema hii sasa nimeshindwa, ndio imeenda. Hakuna. Tunaitwa kutoka kwenye hivyo vifungo vya namna hiyo. Hakuna haja ya kukata tamaa tena. Lazima ukubali ya kwamba ni kweli kuna jambo limenikatisha tamaa, lakini siko tayari kukaa hapa, kwa sababu sikuumbiwa kuweka makazi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo ndiye mwanakondoo wa Pasaka yetu. Leo leo sio tukio la kalenda au la kimapokeo kulingana na makanisa yetu. Leo ni tangazo la mbinguni kwamba hakuna anayepaswa kubaki kaburini tena. Ni sawa na kwamba tulikuwa ni watu ambao tumetekwa mahali, alafu serikali yako na jeshi la nchi yako linakuja linasema, hao waliokuwa wametekwa wote kuanzia leo msikae kwenye makambi ya kutekwa tena. Tumekuja kwa ajili ya kuwaokoa, tumekuja kwa ajili ya kuwa set free, tumekuja kwa ajili ya kuwapa uhuru wenu. Ungelikuwa kwenye hilo kambi ya watu waliotekwa, ungehisi nini? Bila shaka ungehisi furaha. Katika imani, siku hii ni siku ya kufurahia, ya kwamba mbingu inatoa tangazo rasmi ya kwamba ninyi watu mnaoweza kumwamini Kristo, mkimwamini Kristo, mkimsikia Kristo, mkimfuata Kristo, hakuna anayeweza kubaki kaburini. Ni kweli mtapita kwenye wakati mgumu na changamoto. Biblia inatuambia jipeni moyo, duniani mnayo dhiki, lakini hamtabaki makaburini. Kataa kubaki kaburini, kwa sababu hukuumbiwa kubaki kaburini. Na shetani anatakiwa kujua hili, na watesi wako wanatakiwa kujua hili, na maadui zako wanatakiwa kujua hili, ya kwamba haukuitwa wala haukuumbiwa wala haukuzaliwa ili uende kuishi na humalizikie kaburini. Wewe ni mteule, tena mteule uliyekuja kupewa ushindi kwa njia ya msalaba. Ndugu msikilizaji, Jumapili hii, siku ya kufuka kwa mioyo yetu kwa namna ya kutubu na kuungama, ni pamoja na kuifundisha mioyo yetu iweze kuwa ni sehemu ya kutenda haki. Katika jamii ya sasa, wema unaonekana kama udhaifu. Katika jamii ya sasa, uaminifu unadharauliwa. Nafahamu kabisa, katika jamii ya sasa, utu umebadilishwa kuwa bidhaa ya soko la roho. Unaweza kushangaa
vitu ambavyo vinatakiwa kuwa vya muhimu ndio vitu ambavyo vinaonekana havina umuhimu. Lakini leo ninataka niseme hivi, Pasaka inasema nataka kufufua zaidi ya miili, nataka kufufua mioyo ya watu. Hii ndio kauli ya Yesu. Lengo hakutaka tu kuwafufua watu waliokufa kimwili, lakini analenga zaidi pia na kufufua mioyo. Moyo wa kijana aliyekataliwa na mfumo wa dini, Yesu anataka aufufue moyo huo. Yesu anataka kufufua ndoto za mama aliyeumizwa na hila za kanisa, aliyedhalilishwa na viongozi wa kisiasa, aliyefanyika kama kitu kisichokuwa na thamani. Leo hii Yesu anataka kufufua moyo na tumaini la mtumishi aliyekimbiwa na washirika wake, aliyeachwa, aliyetelekezwa. Katika ufufuo huu Yesu anataka afufue moyo na roho ya mtoto wa Mungu aliyeamua kukaa kimya kwa sababu alinyamazishwa. Natamani Pasaka hii ikawe ni Pasaka ya matengenezo katika maisha yako, katika familia yako, ukoo wako. Ujumbe mkuu wa siku hii, kizazi kinachofuliwa kwa kusudi la Mungu, sio kwa sababu tu Mungu ameamua kukifufua. Ujumbe mkuu ni kwamba kama Yesu alifufuka, basi na wewe unaweza kuinuka tena. Simama juu ya historia yako, hata kama unaiona ni ya moto, hata kama unaona haifai, simama hapo hapo. Wako ambao walikuwa na historia mbaya kuliko wewe, lakini Mungu akawabadilisha. Ghafla historia mbaya ikawa ni msingi mkubwa sana wa wao kumjua Kristo. Angalia mfano wa Paulo, historia yake sio nzuri. Angalia mfano wa kina Petro, ya kina Zakayo. Angalia mifano mingi ya watumishi wa Mungu katika nyakati zetu. Si mifano mizuri katika historia yao, lakini kupitia msalaba wakabadilishwa na wamesimama kwenye historia hiyo na kusema Bwana alitutoa hapa na ametuleta hapa. Rudisha sauti yako iliyozikwa kwa hofu. Usikubali mtu akunyamazishe. Sisi wote ni vipofu, tunahitaji mtu wa kutuonyesha njia ambaye ni Yesu. Ukikuta kuna mtu ambaye anataka uzimishwe sauti yako, anataka usiseme, mwambie nipishe. Kimbia tena kama Petro, sema hakika amefufuka. Hata kama ulimkana jana, leo amini, leo kubali kwamba ulikuwa ni udhaifu wako. Usikae tena kama Maria Magdalena kwenye kaburi. Malaika anakuambia amekwisha kufufuka. Simama kama Tomaso, gusa na uamini. Usiache kumtafuta Kristo, usiache kutaka uthibitisho wake. Wengi wanamuona Tomaso kama mtu ambaye hakuwa na imani. Kuna watu aina hiyo ya kwamba anatamani kuona Yesu. Nataka uhakika. Tafuta uhakika. Tafuta uhakika. Amini neno linalokuambia Yesu anaishi tena. Yesu hakurudi kuwa mtu wa kawaida. Hii ni ishara kubwa ya namna ambavyo na wewe usifufuke ili urudi kwenye mazoea yaliyokufanya uzikwe. Usirudi kwenye yale mazoea tena. Yesu hakurudi kwenye ile hali yake ya kawaida. Nataka niseme hivi, Yesu akifufuka na wewe, hautabaki ulivyokuwa. Hautabaki. Tafuta mtu yeyote ambaye amemwamini Kristo kwa uhakika na hana wasiwasi, hajawahi kubaki alivyokuwa. Ndiyo Mafarisayo wameinuka, wanajisifu na kukaa na kufurahi na kusherekea ya kwamba wameisha maliza kila kitu. Lakini nataka nikuambie, Yesu Kristo alikuwa anawaangalia tu. Wanafurahia, anawaangalia kwa sababu amekwisha kubadilika. Hayuko kwenye level yao tena. Ndugu msikilizaji, unapomwamini huyu Yesu, atakutoa kwenye level ile ambayo wale watesi wako walifikiri mko sawa. Na kuna wakati walikuwa na kuona pengine wewe uko chini yao. Hawakujua ya kwamba Mungu amekufungia spidi ambayo si ya kawaida. Spidi ambayo hawataweza kuishika tena. Hata wakikukimbiza hawatakupata. Ninakuombea wewe ambaye umekata tamaa. Ninakuombea wewe ambaye umechoka. Ninakuombea wewe ambaye magonjwa yanakusimanga usiku na mchana. Sikia na kuambia,
Yuko Yesu ambaye anajua namna na wakati wa kukuponya, anajua wakati wa kukunyamazisha, anajua wakati wa kutuliza dhoruba hiyo ya ndoa yako, anajua hata kama jamii haikuelewi, lakini acha yeye akuelewe, acha yeye akuelewe. Ninapomaliza, ndugu msikilizaji, natamani sana katika Jumapili hii, leo iwe ni Jumapili ya kuondoka kaburini kwako. Usibaki kwenye makumbusho ya aibu. Usikubali, usiishi kwa jina la kushindwa. Usiishi kwa jina ni yule. Acha wakuita watakavyokuita, lakini wewe ndani yako kiri na kusema, mimi siyo yule mnayemsema. Mimi ni mtoto wa Mungu. Mimi nimeitwa na Bwana. Mimi nimebarikiwa na Mungu aliye hai. Mimi nimetolewa kaburini, sio na watesi, lakini na yeye aliyenishindia dhambi. Usikae kwenye jiwe la lawama wakati kaburi limefunguliwa. Acha muhuri ubaki pale. Acha wajifurahishe na muhuri wa kwamba walikuweza. Lakini nikuambie, Yesu anakuja kwa njia nyingine. Anawatangazia ya kwamba yeye ni muweza wa uweza wote. Ndio maana ningekuambia, nililia, ndio. Nilipigika, ndio. Niliitwa majina ya kila aina, ndio. Lakini kwa neema ya Mungu, Yesu amekuja kunifufua. Sitabaki kaburini. Tamka hayo maneno kwa imani ya kwamba hautabaki kaburini kamwe. Kristo hayupo kaburini tena, na wala wewe hupasi kuwa pale tena kamwe. Hata kama ndoto zitakujia huko kaburini, ukishaamka tamka na kusema, mimi sio mwenyeji wa kaburi. Mimi ni mwenyeji wa mbinguni. Mimi ni mwenyeji wa uzima na uhuru. Ndugu msikilizaji, hii ni siku ya kujinasua kutoka katika mitego mbalimbali ambayo umekuwa ukitegewa. Jitoe huko. Ni siku ya kusimama juu ya kaburi lako na kutangaza ya kwamba Yesu ni Bwana. Ni siku ya kusema kwa ushuhuda, Yesu yu hai na mimi pia naishi tena. Jina la Bwana libarikiwe. Ni siku hii nzuri sana ya kuimba wimbo ya kwamba Yesu yu hai na mimi ninaishi pia. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake daima na kukupa amani. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Linapita majina yote, hivyo kila koti la vitu vya duniani, mbinguni na chini ya nchi litapigwa tu.